Karibu sana katika kipindi chetu cha Uswazi ambacho kinachoanza kuanzia saa 6 mpaka saa 8 mchana. Karibu sana mpenzi msikilizaji ambao upo Mwanza, Singida, Shinyanga, Arusha, Dodoma. Karibu sana, natumaini wote ni wazima, na wale ambao si wazima basi Mungu aweze kuwapa heri na mweze kupona. Tunajua kabisa tupo katika mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Basi kwa wale ambao tunaweza kufunga basi tufunge salama na tuweze kufanya ibada. Karibu sana. Nipo na mchambuzi wangu leo mpya, nipo na host wangu mpya kabisa. Anaweza kujitambulisha mwenyewe uweze kumjua. Mimi kama vile kama inavyojulikana kwa majina naitwa Admil, ama unaweza kuniita Kibui Comedian, ni mtangazaji wa BLG. Karibu sana, na usisahau kabisa kusubscribe katika channel yetu ya BLG. Nyuma ya kamera nipo na cameraman wetu ambao siku zote tumemzoea katika vipindi vyetu vyote ambavyo tunavyoviona katika media yetu ya BLG. Si mwingine ni Mosaga au Mosem Niga. Karibu sana katika kipindi cha Uswazi. Nipo na host wangu mpya, anaweza mwenye pia kujitambulisha kwa majina nani mkaweza kumfahamu. Kwa majina naitwa Baraka, unaweza kuniita KD. Na tuko pamoja sambamba kabisa kwenye kipindi chetu cha Uswazi katika blog yetu ya BLG. Kwa karibuni wapenzi wasikilizaji, tusikilizane wote kwa pamoja tuende sambamba mpaka tamati ya kipindi. Karibu sana. Kabla tujaanza kipindi chetu cha Uswazi, mada yetu kabisa ambayo tunaweza kuzungumzia leo inaitwa masuala ya wadada wa kazi. Hiyo ndo mada yetu ya leo katika kipindi chetu cha Uswazi kabisa, pendo ambacho wewe unachokipenda. Na pia usisahau kusubscribe au kucomment katika page zetu za BLG ambazo zinazopatikana TikTok, Facebook na YouTube. Sana YouTube sana, kwa sababu maoni yako ndio kila kitu ambacho tunaweza kufanya sisi. Tunaweza kukuletea madini mazuri na kuweza kusikiliza vitu vizuri kabisa vinavyopatikana BLG. Kabla tujaendelea na mada yetu, basi tupate kwanza kidogo burudani, then tukirudie tutaendelea na mada yetu. Tunaanza na mada yetu kabisa katika leo kipindi chetu cha Uswazi. Mada yetu inaitwa madada wa kazi. Madada wa kazi. Kwa sababu gani leo tumekuja na mada ya wadada wa kazi? Kwa sababu hawa ni wadada ambao wanatufanya sisi, wanatusaidia majumbani kwetu kufanya shughuli mbalimbali, kwa sababu si watu wengi sana ambao wanatoka majumbani kwao na kuacha dada wa kazi kufanya kazi zao, kupika, kufua watoto, kuwapeleka shule, mambo mbalimbali. Ila sasa kuna changamoto moja ambayo inatokea katika madada wa kazi wanafanya kazi majumbani kwa watu. Sababu unaweza kumkuta mtu ana majukumu mengi, ana kazi zake nyingi ambazo za kufanya, lakini sasa anaona hizo kazi siwezi kumaliza peke yangu au siwezi kuzifanya peke yangu, zaidi ya kumtafuta mdada wa kazi aende kufanya. Sasa kuna wadada wa kazi wa aina mbili ambao wanapatikana. Kuna wale ambao wanaotoka mikoani na wale ambao wanaotoka hapa. Sasa kuna tofauti. Wale ambao wanaotoka hapa, mazingira ya hapa wanakuwa wanayaelewa, wanayajua kabisa mabosi wao kwa vipi na wa design ipi. Ila sasa wale ambao madada ambao wanaotoka nje, kwa mikoani na kuja kuwaleta hapa kufanya kazi, hawa ndo kidogo wanapata tabu sana na kuteseka. Sasa kama wewe mchambuzi mwenzangu unasemaje kuhusiana na madada wa kazi, jinsi wanavyoishi na familia zao kwa mabosi wao? Kwa sababu sio mabosi wote ambao wanakupo ni wazuri, kuna mabosi wengine tofauti. Wewe mwenyewe unaona Uswazi jinsi uko ulipo ambapo unapokaa mwenyewe. Unazungumziaje madada ambao wanatoka sasa kijijini kuja mjini kutafuta maisha kwa kazi za ndani? Sawa kabisa ndugu msikilizaji. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwa wadada wa kazi ambao wamekuwa kutoka mikoani kuja hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali kwa waajiri wao. Sasa kulingana na tabia mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea na kujitokeza, kumekuwa changamoto mbalimbali kwa sababu wao wanakuwa sio wenyeji, ni wageni. Ni tofauti na mtu ambaye ni mwenyeji ambaye yuko hapa, kumbe inaweza katokea changamoto yoyote akawa mwepesi na haraka sana kukimbia kurudi nyumbani, kuepukana na dhahama na hali mbaya ambayo wanakutana nayo. Sasa kumekuwa na changamoto sana, hususan kwa watu ambao wanatoka mikoani kuja hapa jijini kufanya shughuli za ndani na shughuli nyingine si za ndani tu, kwa sababu ila jambo letu limelenga sana wadada wa kazi. Ndio. Naam. Kwa sababu mimi nishakushuhudia pale ambapo napokaa, nishakushuhudia kwamba mama alikuwa anatafuta mtu wa kufanya kazi ndani kwake, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu sana wa kutoka sana na ana watoto wawili. Sasa hakuna mtu ambaye anaweza akawasimamia wale watoto. Kwa aliamua kutafuta mfanyakazi wa ndani aje kufanya kazi. Na hapo anapotafuta huyo mfanyakazi alisema kabisa kwamba anahitaji mfanyakazi ambaye wa kutoka mkoani. Sasa sijaelewa kwa sababu gani watu wengi sana wanataka wafanyakazi kutoka mkoani na sio wafanyakazi wa kutoka hapa. Hii wewe unaichukuliaje au wewe unaionaje?
Kwangu mimi na mtazamo wangu mimi, kiukweli naona kabisa ni kwa sababu gani watu ambao wako hapa jijini wanakuwa wanataka wafanyakazi kutoka nje ya ili jiji. Mara nyingi tumekuwa tukihusianisha maadili yamekuwa yanakuwa tofauti, hususani watoto au wafanyakazi ambao mtu unakuta maybe anahitaji mfanyakazi kutoka hapa jijini, wanakuwa na maadili tofauti na wale wa nje. Wale wa nje wamekuwa na maadili tofauti na wamekuwa na nidhamu na utii na unyenyekevu kwa waajiri wao. So unakuta mtu anahitaji mfanyakazi kutoka nje ya jiji kwa sababu ya mambo kama hayo, kwamba ni mtiifu na ni mwadilifu, tofauti na huyo ambaye anakuwepo hapa. Sometimes anakuwa analeta kiburi na jeuri kwa sababu yeye ni mzawa wa hapa. Anakuwa na mambo mbalimbali tofauti, akiomba ruhusa kwamba bwana, mimi nina mtoko wa kwenda sehemu fulani, akiambiwa bwana, wewe ni mfanyakazi wa hapa ndani, unatakiwa ushughulike, ufanye kazi zote za hapa nyumbani. Anaona kama anabanwa, kwa anakosa muda wa kufanya mambo yake, kwa anaona kama kiukweli sio vizuri. So na ukizingatia natoka hapa, kwa anachukua maamuzi yoyote anytime kwamba bwana, nahangaika nini, mimi ni mzawa hapa, kwetu kupo, kwa nini nakosa fursa ya kufanya mambo yangu? Basi anaamua kuondoka na kumwacha yule mwajiri wake kwenye shida tena ile ya kuhitaji mfanyakazi. Lakini sawa kama ulivyosema, lakini kuna vitu vingine ambavyo vinawatokea wadada wa kazi, kwa sababu mdada wa kazi yeye anapokuja kufanya kazi ni kwamba ana imani kabisa kwamba pale anapoenda kufanya kazi basi akaweza kupata kipato ili aweze kuiendesha familia yake. Lakini inakuwa tofauti na anapofika hapa, kwa sababu anakifika hapa anakuta ni vitu vili tofauti, kwa sababu anakutana na kazi nyingi, mambo mengi. Unajua, unapomchukua mtu mfanyakazi, basi kuna baadhi ya kazi unapaswa umpunguzie kama wewe mwenye familia. Sasa anakuja mfanyakazi, mama mwenye nyumba, sasa anaona kabisa kwamba huyu sasa kila kitu anabidi afanye yeye, kwa sababu yeye ashaona tayari nishapata msaidizi wa kazi. Inakuwa sio kweli, kwa sababu kuna baadhi ya kazi anapaswa afanye hata mwenye nyumba, ili mradi nini, kumpunguzia majukumu ule mfanyakazi. Sawa. Naomba niliweke sawa ile jambo kwamba unajua siku zote unapofikia hatua ya wewe mtu mama au baba, kijana, unapohitaji mtu wa kazi, timisi unahitaji msaidizi wa kusaidia zile kazi ambazo wewe umekuwa ukizifanya. Timisi kwamba kazi zako zinakuelemea, si ndio? Maana yake ina maana unahitaji mtu wa kuweza kusaidizana naye. Ina maana unapohitaji mtu wa kukusaidia, itimisi hautakiwi kumwachia yale majukumu uliyokuwa unayafanya wewe akayafanya yeye peke yake. Huo ni unyanyasaji na sio haki kabisa kwa mfanyakazi. Kwa hiyo itimisi umemwita kwako, umemleta kwako, madam msaidizane. Kwa issue ya kumhitaji mfanyakazi na kumtaka mfanyakazi, ina maana unahitaji mfanyakazi ili muweze kusaidizana, kwa sababu wewe kama wewe peke yako ulishindwa kuyatimiza yale majukumu au kufanya kazi kwa utekelezaji kwa wakati sahihi na yamekuelemea, iweje umpate mfanyakazi na umwachie majukumu yote? Itimisi hata yeye atamzidi. Sasa unakuta inakuwa tofauti. Ndio maana tunapata wafanyakazi ambao sometimes tunaona kama wanatudharau, wanatujeuria kwa sababu ya mambo kama unamtaka mfanyakazi ili msaidizane kazi, mwisho wa siku unamwachia kazi. Ni kitu ambacho hakipendezi. So watu tunatakiwa kujitahidi jamani, mnapomhitaji mfanyakazi, kwa make sure vile ambavyo ulikuwa ukifanya vikakuzidi, basi vile vilivyokuzidi mgawie yeye, na vile ambavyo unaweza kuvikava basi vikave, na wote mwende sawa. Ila sasa unajua inakuwa hivyo kwa sababu hawa mabosi, sababu yeye tayari kashajua na bosi kwamba mimi nalipa pesa, basi wewe kazi. Angalia kwamba haya majukumu unayompa yanamzidi, kwa sababu mdada kazi anaweza kamshwa saa 10. Hiyo saa 10 ambao anamshwa yeye, anaandaa watoto, anawavalisha wale, hakikisha wameenda shule, amerudi, hakikisha kwamba nyumbani kuko kusafi, nguo sijui za baba safi, nguo za mama safi. Sasa hapa kwenye hizi nguo, kwani yule mama ambaye anashindwa kumsaidia kwamba hapa hizi nguo za watoto na nguo za mume au za mke afue mwenyewe, yani kwamba tumfanya kazi yeye, kazi yake iwe tu kwamba anawaandaa watoto, kupika, kufanya usafi mle ndani na vitu vingine. Sasa inakuwaje hadi kwenye nguo anaanza kufua yeye? Hivi hichi kitu unakiona kabisa kiko sawa kabisa? Kwa upande wangu mimi ninaweza nikasema liko sawa, lakini linakuja kukosewa pale ambapo majukumu yote, kila kitu kinachohusiana na familia ndio kinacho kwa mfanyakazi. Ile sio sahihi, kwa sababu mfanyakazi au msaidizi wa kazi amekuja tusaidizane wote kwa pamoja. Ndiyo. Na sio kwamba kile kitu akifanye peke yake. Na ukija kwenye masuala ya upande wa kufua nguo nini, imekuwa tofauti kidogo, kwa sababu watu wamekuwa wanakosea sana, kwa sababu unakuta majukumu labda kwa mfano kufua nguo za
baba na mama. Sana sana mara nyingi na kwa ninavyojua kwa heshima ya mume na mke. Mke unatakiwa ushughulike na mavazi ya mumeo, si ndio? Lakini imekuwa tofauti kwa sasa, mavazi ya mume anashughulika nayo binti wa kazi. Ni kitu ambacho kimaadili hakiko vizuri. Na hususani ambao wadada ambao wanatoka nje na Dar es Salaam wanakuja kufanya kazi hapa kwetu, wamekuwa wakikutana na hizo changamoto, na wakikataa kwa maadili ambao wamefundishwa, imekuwa wanaonekana wana kiburi na jeuri, ndio unyanyasaji. Sometimes unaanzia hapo, au mtoto hospitali enda karudi, lakini ni kitu ambacho hakipendezi kabisa. Ya, ni kweli ni wapo. Jamani mpenzi mtazamaji ambao unatusikiliza katika kipindi chetu cha Uswazi cha BLG. Leo tupo na mada ambayo tunazungumzia wadada wa kazi, kwa sababu wadada wa kazi wengi sana wanateseka jamani, wanateseka sana. Hususan wale ambao wanatoka mikoani, hata ambao wanatoka hapa sisi wengi sana naelewa changamoto za hapa. Ndio maana huwa ikitokea mambo kama hayo ni mapema sana kuondoka. Lakini hao ambao wanatoka mikoani na kwa ngumu sana kwa sababu ya changamoto ya nauli. Na haswa watu ambao mimi nawaogopa sana hawa ambao wanapenda sana kuachukua wafanyakazi wa mbali. Mtu anakuwa mfanyakazi huko Bukoba kwa sababu anajua kabisa kwamba hata kija kuzingua mpaka apate hiyo nauli kutoka hapa kufika huko ni changamoto. Ndio inatokea hatua kwamba yule mdada wa kazi anashindwa kusafiri na anaanza kuingia mitaani. Ndio wale ambao tunaweza kukutana na wengine ndio wanafanya zile kazi za kuuza mili yao. Lakini huko kwa walipotoka sio kwamba alikuja kwa lengo la kuuza mwili wake. Nilikuwa ni kazi, lakini alipofika hapa tofauti na kazi ambayo ameipata. Sasa kwa nini hawa mabosi wasichukue wafanyakazi ambao wanajua kabisa mikoa yao ya karibu kama Morogoro hivi, ili mradi hata kama unajua Morogoro sio mbali sana, hata mtu akipata tu nauli hapa 15,000 anaenda. Sasa mtu unaenda kumchoa huko kwao mbali huko Sigimbi ndani huko, nauli shilingi 70,000, kweli anaweza kuondoka leo? Kiukweli si jambo linalopendeza na kufurahisha kwa kweli. Lazima tuwe na utu ama ubinadamu. Unajua hususan unajua watu ambao wanahitaji wafanyakazi hasa wa ndani na wasaidizi ni akina mama. Hiyo ni kwa asilimia kubwa ni akina mama. Kulingana na shughuli za hapa na pale, lakini akina mama tumekuwa tunatofautiana sana. Na imekuwa inashangaza sana kwamba akina mama ni watu ambao wao ni watu ambao wanafanyana vitu ambavyo havifai, havipendezi. Naam. Sasa wakina mama wengi wamekuwa na tabia mbaya, mbovu na zisizopendeza kwa wafanyakazi, na wanajijua tabia zao. Na ndio maana wanahitaji watu kutoka mbali. Umeona? Kwa sababu anajua tabia yangu nilionayo mimi ama mazingira ambayo naishi mimi. Ni ngumu sana kumchukua dada wa kazi ambaye anatokea mazingira haya akaishi na mimi, kwa sababu tayari ananijua, ananifahamu, ndio. Ndio maana wanachukua jukumu la kuchukua mfanyakazi wa mbali. Atakuja atamtreat vizuri ndani ya siku 2-3 ama wiki moja, ila siku zinazofuata anamuweka kwenye mazingira tofauti. Tabia yake ile halisi inarudi. Kwa unakuta yule zawe anapoteseka na kunyanyasika, inakuwa ni ngumu na sio rahisi kwa yeye kutoa miguu yake kurudi kule alikotoka, kwa sababu ni mbali. Alafu pia ina cost nauli kubwa, si ndio? Unanielewa kabisa. Kwa sasa inakuwa ni changamoto sana na inasumbua sana. Kwa tunahitaji jamani, tuwe na ubinadamu. Nyinyi akina mama, nyinyi akina dada, ndugu zetu wanawake, wale ambao mnapata wafanyakazi, hebu jaribuni kuishi nao vizuri, kwa sababu hiki kipindi ni cha Uswazi, na Uswazi tunazungumza mambo ambayo si mazuri. Si mazuri ambayo yanaendelea kwa watu tofauti huko mtaani. Kwa tujaribu kuishi kiubinadamu sisi kama binadamu, ili mradi maisha yetu yaweze kwenda sawa, kwa sababu unapomfanyia mtu kitu cha tofauti, unapomnyanyasa dada wa kazi leo na kesho, you never know kesho wewe itakuwa wapi, kwa sababu wanasema ishi leo kama hutoishi kesho, si ndio? Kwa kama unajua kabisa mimi naishi leo yangu, kama sitoishi kesho, inabidi utende mema. Kama inakupasa kutenda mema na kuzingatia huu mwezi tulionao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia tumeingia kwa resma kwa sisi wa Kristo, kwa inatubidi tutende mambo yaliyo mema, si kwa ndugu zetu tu basi, hata kwa wafanyakazi ambao tuko nao. Naam. Ya kabisa. Na waga kuna kitu kingine ambacho waga kinatokea katika hawa mama ambao wanawaleta wafanyakazi. Anaweza kumleta vizuri kutoka huko paka hapa, na ule mdada akawa kwa mtiifu, akafanya kazi vizuri, kazi zake zote kwa mapema, akamaliza kwa wakati. Lakini kuna kasumba moja nyingine ambayo inatokea. Na hii ipo sana hii. Yaani ipo sana katika mama ambao wanaleta wafanyakazi. Kuna kasumba inaweza katokea kwamba yule mume wake akavutiwa sana na yule binti wa kazi, jinsi kazi anavyozifanya. Lakini yule mama ambaye mwenye nyumba sasa anaweza akachukua tofauti. Hiyo ipo inatokea. Sasa hivi kwamba wewe unaleta mfanyakazi unataka kwamba yani mumeo amchukie, au unamleta mfanyakazi kwamba sasa wewe zile kazi wewe ndo unaitoa, yani mumeo yani kazi yake ni kukaa,
asitoe point yoyote kuhusu yule mfanyakazi. Hivyo hii unaichukuliaje? Maana hili mbona ile jambo halijakaa sawa kabisa, kwa sababu kama wewe uliamua kumleta mfanyakazi, hawezi kuleta mfanyakazi peke yake, lazima kuna ushauri. Alikaa chini na mwenzie, bwana 1 2 3 kuna na kazi ngumu hivi na hivi, majukumu mengi, kwa nini tusilete mfanyakazi? Wamekubaliana, wamemleta mfanyakazi. Sasa inakuwaje inafika hatua anakuja mfanyakazi, anakuwa sasa yule mfanyakazi kama ni Bennett wa mtu mmoja, ila sio wote tena, sote watu wote wawili. Sasa hivi inakaaje? Yani kwamba anahofia kwamba mume wake atachukuliwa na yule house girl, ama ndo zile tabia zetu tu ni kwamba tumeamua tu kwa sababu mfanyakazi acha tu nimfanyishe hivi hivi, mume wangu hata asihusike kabisa, yani mume wangu asihusike. Naam. Juu ya hilo jambo bwana, kiukweli imekuwa inaleta mkanganyiko sana kwa wadada wetu wa kazi, na ndio maana umekuta saizi watu ambao wanachukulia au wadada ambao wanachukulia kufanya kazi ni wa umri mdogo sana. Kabisa. Unajua ikifikia hatua wewe mama umemchukua mfanyakazi binti, umemleta nyumbani na ukawa na hofu naye kwamba huyu nimemleta hapa kwa namna 1 2 3 kwamba anaweza hivi na vile, si unajua tena ile inakuwa sio, yani sidhani kama ni mawazo mazuri, kwa sababu yeye anachokifanya ni utekelezaji. Kwa sababu kizingatia, unajua sometimes sisi wa baba au vijana tunapenda sana mwanamke ambaye ni mchakalikaji, mpambanaji, anashughulika, ndio sawa, na tunapenda sana pambana, kwa sababu hao watu waga tunawatia sana moyo kwamba kwa kweli kwa unachokifanya isena kusupport sana. Binti unafanya kazi nzuri, kwa unakuta sometimes mshahara wako bei gani? Analipa 50, basi mimi nitakuwa nakuongezea 40, si ndio? Inakuwa 100,000. Kwa unakuta mama pale anaanza kuingiza mawazo mengine tofauti, lakini sio kwamba sisi tunakuwa na maanisha, hapana. Una support kile kitu ambacho yule binti anafanyaje? Anakifanya, anajijiudisha, anaonyesha bidii, lakini imekuwa inaleta utofauti kabisa kwa hawa mama zetu ambao wanakuwa wamewaajiri, wanakuwa wanawatreat tofauti na kuwafikiria tofauti, kitu ambacho hakipendezi. Na inapofikia, kwa mawazo yangu mimi, inapofikia hatua hiyo, basi ujue kabisa huyo mama tabia zake kiukweli hata kwa mumewe sio nzuri kabisa, mashaka kabisa. Kwa sababu kama nafikia hatua hiyo, basi inakuwa chini huko, sio mtu sahihi kabisa huyo kabisa. Na hii zana nyingine ambayo ya kuchukua hao mabinti wadogo wenye umri wa miaka 17 hadi 16, kwa sababu mimi nishashuhudia kuna nyumba moja mfanyakazi ana miaka 15. Nilimuuliza una miaka mingapi? Akaniambia 15. Nilishangaa sana. Hivi mtu ambaye wa umri wa chini wa miaka 15 siwe anapaswa kuwa shule? Sasa kwa nini anakuwa anafanya kazi za ndani? Kwani ni kwamba yani ndo hali duni, ama ni kwamba ile ndo uhaba wa pesa ambayo ameshindwa kusomeshwa, au ndo ameshindwa kusoma yeye mwenyewe, pia shule kwake ni ngumu? Sasa hii inakaa vipi yani kwa serikali yetu kwamba mtu anaruhusiwa kufanya kazi chini ya umri wa miaka 18? Unajua miaka 15, ukisema miaka 15 akamlee mtoto tena miaka 15 ni shida, kwa sababu wao wote ni watoto. Hawezi, lazima unapochukua mfanyakazi hakikisha kidogo ambaye amezidi umri, kwa sababu hata wale watoto unawaachia yeye anaweza jinsi ya kwa control. Sasa unampeleka mtu ambaye mwenyewe anataka kukontroliwa. Sasa hivi hii inakaaje? Yani hii unaichukuliaje kwa hawa mama ambao wanawaajiri wasichana wa kazi ambao wenye umri mdogo sana? Hivi waone kama ni hatari kubwa sana? Naam, hiyo nadhani sio tabia nzuri na sio kitu ambacho kinapendeza kwenye jamii. Jamani, huko Uswazi tunakoishi, hiki kitu ni kitu kibaya sana, kwa sababu unapomchukua mtoto au binti wa umri mdogo miaka 15, 12, 16, yani bado, kwa sababu bado hajafikia umri wa utu uzima kusema anaweza kakaa chini na kuitazama familia yako, kwa sababu wengine wanachukulia kwa ajili ya kulea watoto kabisa, wanakuwa chini ya umri. Sasa vipi mtoto unamchukua kamlee mtoto mwenzie? Vipi kama ataishi naye kiutoto? Utaona kwamba hamlei vizuri, hamweki mazingira mazuri, kwa sababu naye ni mtoto. Kwa ni kitu ambacho hakipendezi na hakifai katika kwamba mimi ninakuwa umri huu, nataka nikifika umri fulani basi niwe 1 2 3. Kama ni mwanafunzi anakuwa na malengo yake, nataka nisome nifike sehemu fulani au nifike elimu fulani. So inapotokea wakati kwamba mambo yanakuwa namna hiyo, inakuwa ipendezi. Na nadhani inatokea kwa sababu gani unajua?
watu wa mikoani bwana wamekuwa na kasumba, hasa kwa sisi familia fulani zilikuwa na kasumba kwamba unaposikia bwana mtu fulani anataka mfanye kazi Dar es Salaam, basi unaona kwa jiji bwana la Dar es Salaam linaangaliwa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu jiji lina hela, lina vitu vizuri tunajua tena. Kwa unajua mwanangu ataenda kupata vitu vizuri na mimi nitafanyaje? Nitapata vitu vizuri. Kwa unakuwa radhi kumtoa mtoto wako hata kama umri wake ni mdogo, kwa sababu unajua kuna manufaa mazuri kwenye lile jiji mtoto atapata na wewe mzazi utapata. Lakini ni kitu ambacho hakipendezi, kwa sababu kwanza unakuwa unakosea kwa wewe mzazi kumtoa mtoto mwenye umri chini ya miaka 18. Yaani umri chini ya miaka 18 sidhani kama inapendeza wewe mtoto kuja kufanya kazi. Ni makosa. Na hiyo nadhani inatokana kwa sababu na uchumi, unakuta watu wana uchumi wa hali ya tofauti, mazingira yao ya kipato yako oppress zaidi, yani ni kitu ambacho yani no affordable for vile vitu vya msingi, basic needs ambazo zinatakiwa kwenye familia na kwa ile familia au kwa yule mtoto. Kwa unakuta vitu kama hivyo vinachangia, ndio maana watu wanakuja chini ya umri. Kwa tabia hizi hazipendezi. Kwa hata wewe mama ambaye uko nyumbani, wewe msikilizaji ambaye unasikiliza katika hiki kipindi cha Uswazi, si vema wala si vizuri wala haipendezi kwa wewe kuhitaji mfanyakazi. Ukihitaji mfanyakazi uliza ni wa umri gani. Ikiwa chini ya umri wa miaka 18, tafadhali chonde acha atimize ndoto zake, acha asome afikie umri ambao unastahili. Kama itakuwa imeshindikana yeye kuendelea, basi unaweza kutafuta namna nyingine ya yeye kuweza kusurvive. Kabisa. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa BLG, nadhani umepata mambo mengi sana kupitia katika kipindi cha Uswazi. Leo tulikuwa na mada kubwa sana ambayo tunazungumzia mabinti ambao wanafanya kazi za ndani katika majumba yetu tofauti. Hawa madada jamani wanateseka sana, kwa sababu hawa mabosi wao ambao wanawatumia hawatumii vile ambavyo inavyopaswa. Sasa na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, natumaini umefurahi sana na kusikia mada zetu. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya BLG pale Media TZ. Usisahau kushare, kulike, comment. Nilikuwepo na mimi hapa mtangazaji wako Admil. Ulikuwa na mimi host wako Kibui Comedian. Pale TikTok napatikana kama _Kibui Comedian. Pia pale katika YouTube channel yetu ya BLG. Usisahau kusubscribe na kulike na comment na kushare, kwani wewe ndio kila kitu katika hii radio yetu. Nyuma ya kamera nilikuwepo na Mosaga ambaye ndo anawezesha kila siku kipindi chetu kuruka hewani. Tukutane tena kesho kipindi kijacho. Inshallah.